Vita vikiendelea Afrika Mashariki na ukweli kuhusu mifumo ya ulinzi ya Irani na Israeli. Watu wengi wanazungumza juu ya silaha, wengi wanazungumza juu ya siasa. Lakini leo tunachambua mambo mawili kwa uwazi kabisa. Athari kwa Afrika Mashariki kama vita vitaendelea. Ukweli kuhusu mifumo ya ulinzi ya Irani na Israeli. Nani ana mfumo bora? Karibu. Unatazama MBD Africa, mwangaza Brain Digital Africa, ni mwangaza kwa wote. Athari kwa Afrika Mashariki. Moja, bei mafuta ni pigo la moja kwa moja. Njia muhimu ya mafuta duniani iko karibu na Irani. Ikiwa usafirishaji utavurugika, bei ya mafuta itapanda duniani. Gharama za usafiri Afrika Mashariki zitapanda. Nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda zinategemea uingizaji wa mafuta. Hii maana yake ni kwamba ni nauli kupanda, bei za vyakula kupanda, gharama za uzalishaji kupanda, vita mbalimbali vinaingia hadi mfukoni mwa wananchi wa Kariakoo. Bandari na biashara. Bandari kama bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mombasa zinategemea meli za kimataifa. Bima za meli zikiongezeka kwa sababu ya vita, mizigo inachelewa, gharama za usafirishaji zinapanda, bei ya bidhaa inaongezeka. Biashara ndogo ndogo ndizo zinazoumia kwanza. Ajira za Mashariki ya Kati. Maelfu ya Waafrika Mashariki wanafanya kazi Ghuba. Vita vikiongezeka, ajira zinaweza kupungua. Uhamishaji wa fedha, yani remittances, unapungua. Familia nyingi zinaathirika moja kwa moja. Sasa tuingie kwenye sehemu nyeti kabisa. Je, nani ana mfumo bora wa ulinzi kati ya Israeli na Irani? Kwa muda mrefu dunia ilisikia sifa kubwa kuhusu mfumo wa Israeli. Israeli inatumia mifumo kama Iron Dome, David's Sling, Arrow 3. Mifumo hii imeungwa mkono kiteknolojia na Marekani. Kwa upande wa Marekani kuna mifumo kama Patriot Missile System na THAAD. Kwa miaka mingi mifumo hii ilionekana karibu kutopenyeka. Lakini vita vya sasa vinaonyesha ukweli muhimu kabisa. Vinaonyesha ukweli wa wazi. Hakuna mfumo wa ulinzi wa 100%. Hakuna mfumo bora ulinzi kwa 100%. Uchambuzi wa kina kabisa na wazi. Moja, mfumo wa Israeli. Nguvu na mapungufu. Nguvu, teknolojia ya hali ya juu, ufuatiliaji wa rada wa kisasa, uwezo mkubwa wa kuzuia makombora ya masafa mafupi. Mapungufu, makombora mengi yakirushwa kwa wakati mmoja, yani saturation attack. Baadhi hupenya. Gharama ya kuzuia kombora moja. Gharama ya kuzuia kombora ni kubwa sana kuliko gharama ya kulirusha. Mfumo unaweza kuchoka kifedha katika vita vya muda mrefu. Ripoti zimeonyesha kuwa baadhi ya makombora ya Irani yamefanikiwa kupenya na vifo vimeripotiwa. Hii inaonyesha hata mfumo uliosifiwa zaidi una mipaka. 2. Mfumo wa Irani. Nguvu na mapungufu. Irani haina mfumo wa juu kama Israeli kwa upande wa kuzuia, lakini ina makombora mengi ya masafa tofauti, drones za gharama nafuu, mkakati wa kushambulia kwa wingi. Nguvu ya Irani hutumia wingi wa makombora na drones ili kuzidi uwezo wa mfumo wa ulinzi wa adui. Mapungufu. Ulinzi wake wa anga si wa kisasa sana. Miundombinu yake inaweza kulengwa kwa urahisi na mashambulizi ya anga ya kisasa. Uchumi wake ni dhaifu kwa vita vya muda mrefu. Lakini ukweli ni huu, mashambulizi ya Israeli na Marekani pia yamefanikiwa kupenya ndani ya Irani. Hii inaonyesha Irani haina ngao isiyopenyeka, Israeli pia haina ngao isiyopenyeka. Hakuna mwenye mfumo kamili 100%. Vita vya kisasa havitegemei mfumo mmoja tu. Ni vita vya teknolojia, uchumi, akili za kijeshi na uwezo wa kustahimili kwa muda mrefu. Katika muda mfupi, Irani inaweza kuendelea kurusha na kupenya kwa wingi. Israeli inaweza kuendelea kuzuia kwa teknolojia ya hali ya juu. Lakini katika muda mrefu, gharama ndiyo adui mkubwa. Hitimisho. Hakuna mfumo wa 100% wenye uwezo wa kuzuia makombora. Hakuna taifa lisilo na majeraha. Irani inaweza kupenya, Israeli inaweza kuzuia na kupenya. Lakini wote wanaumia. Kama vita vitaendelea, moto huo utaendelea kuathiri hata Afrika Mashariki kupitia mafuta, uchumi na gharama za maisha. Swali si nani ana mfumo bora.
Swali ni nani anayeweza kuhimili muda mrefu zaidi kiuchumi na kijamii? Asante kuwa nami. Mwangaza Brain Digital Africa ni mwangaza kwa wote. Asante Ustadh Khalid kwa elimu.